wa Tanzania. Sasa leo tutakuwa na mjadala kuhusiana na mwekezaji. Tunataka tujue mwekezaji ni nani. Yaani tunaposema mwekezaji tunamaanisha nini? Na mwekezaji anatakiwa awekeze nini, afanye nini, na mazingira yakoje kwa urefu zaidi. Na kama ilivyo ada katika kipindi hiki, basi nakuwa na Bwana Boniface Ndengo, lakini yeye ni bobezi kabisa katika eneo la uwekezaji, masuala ya uchumi, ndio nyumbani kwake, ala ya hisa na nini, anajua vizuri zaidi. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana Bernard. Kuna vitabu. Nimekuletea zawadi. Hiyo ni zawadi. Nimekuletea zawadi. Zawadi ya nini? Hiki ni kitabu chetu kinachohusu maswali na majibu kuhusu uwekezaji. Okay. Yes. Na mtazamaji, basi hapa nina kitabu changu ambacho nimepatiwa na Bwana Boniface Ndengo, anasema maswali na majibu kuhusu wawekezaji wadogo Afrika. Na kimeandikwa naye Boniface T. Ndengo ambaye ni mtaalamu kabisa katika eneo hilo. Karibu sana kwenye kipindi. Nashukuru sana. Na sasa kama nilivyokuambia mtazamaji kwamba kila siku ya Jumatano tunakuwa na mjadala tu kuhusiana na masuala mazima ya uwekezaji. Tujue mwekezaji ni nani na anafanya nini katika taifa hili la Tanzania. Karibu sana Boniface. Asante sana Bernard. Mwekezaji ni nani? Mwekezaji bana ni mtu ambaye anaweka rasilimali zake mahali ili zizalishe na yeye apate mapato kwa vipindi virefu. Ndio. Ikiwezekana yeye na kizazi chake cha pili, cha tatu, cha nne, na ikiwezekana na milele. Huyo ndio mwekezaji. Yaani mtu ambaye anaweka rasilimali zake mahali ambapo zitazalisha. Na yeye atakuwa akipata kipato kwa vipindi virefu. Ndio. Inaweza ikawa miaka 10, miaka 20, miaka 50, miaka 100 na kuendelea. Ndio mwekezaji. Huyo ndio mwekezaji. Kwa hiyo kama umeweka fedha zako mahali ambapo wajukuu zako watazikuta. Ndio. Watoto wa wajukuu zako watazikuta. Ndio. Basi wewe ni mwekezaji. Na ukiangalia moja ya eneo ambalo Watanzania na Afrika kwa ujumla tujafanya vizuri, ndio, ni masuala ya uwekezaji. Kwamba tumekuwa tukijikita kwenye biashara ambazo kizazi kinapoondoka kila kitu kinakoma. Na utafahamu kwamba hata tunakotika masuala ya familia, inapotokea baba hayupo, huwa watu wanagawa mali. Ndio. Nchi zilizoendelea na masuala ya uwekezaji hakuna mambo ya kugawa mali. Kwa sababu ya dhana hii na ajenda hii ya uwekezaji. Sasa sisi kwa sababu hatujui masuala ya uwekezaji, ni kwamba mtu anapokuwa hayupo duniani ni kama kila kitu alichokianzisha kinakufa. Na ndio maana kuna habari ya kugawana mali. Na Bernard, ukifuatilia wewe kwa mfano kwenye ukoo wenu, unaweza ukakuta kitu ambacho kiliachwa na babu yako au babu wa babu yako, unaweza ukakipata. Sio rahisi. Ni kwa sababu watu hawajui sana masuala ya uwekezaji. Kwa hiyo mwekezaji ni mtu ambaye anaweka rasilimali zake mahali au fedha ili zile fedha zizalishe. Ndio. Na zizalishe kwa vipindi virefu. Ndio. Kama zinazalisha kwa vipindi vifupi, basi hiyo inakuwa ni biashara. Lakini kama zitazalisha kwa vipindi virefu, kwa muda mrefu, huyo anakuwa ni mwekezaji. Sawa. Naam. Sasa huyu mwekezaji ana sifa zipi? Manake unajua mtu anayetazama kwa hivi sasa anaweza akajiuliza, sawa, Bernard na Bwana Boniface wanasema mwekezaji ni huyu na huyu na huyu. Naam. Mwekezaji anatakiwa kuwa na sifa gani? Kwanza labda nieleze aina za uwekezaji, wawekezaji, alafu nitoe sasa sifa. Sawa. Ukifanya tathmini, in fact duniani pote, ndio, ziko kama aina 3 za wawekezaji. Kundi la kwanza huwa ni serikali zenyewe. Ndio. Unaweza ukaona kwa mfano wa China sasa hivi wanakuja vizuri sana katika masuala ya biashara. Ndio. Lakini nyuma ya pazia, kampuni nyingi za Kichina nyuma yake zinabebwa na serikali za nchi zao. Kwa unakuta ile nchi imeunda makampuni makubwa ambayo yanakuja kuwekeza nchi mbalimbali. Wewe unaiona kampuni, lakini kumbe ile kampuni ni mali ya serikali. Lakini hata hapa Tanzania ukiangalia miradi mikubwa sana ya kiuchumi inajengwa na serikali. Maana yake kundi la kwanza la uwekezaji ni serikali za nchi mbalimbali duniani. Hapa Tanzania kwa mfano sasa hivi tuna miradi mikubwa ya SGR, tuna miradi mikubwa ya bwawa la Mwalimu Nyerere, tuna mradi wa ujenzi wa barabara za lami nchi nzima. Unajua huu ni uwekezaji. Lami kwa mfano ikijengwa inaweza ikakarimu zaidi ya miaka 50 kabla haijaondolewa. Sasa huo ni uwekezaji. Kwa hiyo mwekezaji, kundi la kwanza la uwekezaji ni serikali mbalimbali za dunia. Ndio. Hizi ni wawekezaji. Kundi la pili la uwekezaji tunaita serikali ndio mwekezaji mkuu. Na serikali ndio mwekezaji mkuu. Ndio, maana ukiangalia miradi ni ya serikali kubwa na nini kwa mfano SGR na meli nini
mwekezaji serikali. Na huyu anafanya kazi kwa niaba ya wananchi wote. Kwamba anapofanya ule uwekezaji ni uwekezaji ambao unatakiwa kuwanufaisha wananchi wote. Na barabara nzuri, kwenye madaraja mazuri. Sawa kabisa. Na serikali kama mwekezaji anapokuwa amefanya ile miundombinu, tunasema mara nyingi anatengeneza miundombinu ambayo inasaidia hawa wawekezaji wengine wanaofuata pia kunufaika na ule uwekezaji. Kwa hiyo kama serikali itakuwa imefanya uwekezaji alafu wananchi na taasisi zikashindwa kutumia ule uwekezaji, pia ina maana serikali inakuwa haijafanya wajibu wake mzuri wa kuelimisha namna ambavyo wananchi watanufaika na huu uwekezaji. Kundi la pili la uwekezaji, kundi la kwanza ni serikali mbalimbali. La pili, kundi la pili ni mashirika na makampuni. Mashirika na makampuni. Ukisema mashirika, kwa mfano hapa Tanzania huwa wana watumishi wa umma wanapostaafu huwa wanalipwa mafao. Na mtu anayesimamia masuala mazima ya masuala ya mafao ya watumishi ni taasisi ya hifadhi ya jamii inaitwa PSSSF. Ambayo nafikiri juzi umeona mama ameteua moja ya mtendaji mkuu mpya anakwenda pale. Sasa utatakiwa kujua hawa shirika hili linapolipa mafao, hivi linatoa wapi fedha za kulipa mafao? Shirika lile linakuwa linafanya uwekezaji. Ukipita kwenye miji mbalimbali utaona majengo makubwa ya PSSF, majengo makubwa ya NSSF. Wale tunaita ni sasa hivi kuna hoteli moja kubwa sana inajengwa kule Capri Point. Inajengwa na nani? Mifuko ya hifadhi ya jamii. Kwa hiyo tunasema mifuko ya hifadhi ya jamii. Sawa kabisa. Mifuko ya hifadhi ya jamii na mashirika mengine yanaweza kuwa, yote hayo ni mifumo ya uwekezaji. Kwamba haya mashirika yanakuwa yanafanya uwekezaji kwa niaba ya watu ambao wanamiliki yale mashirika. Kwa mfano shirika la NSSF ni wafanyakazi wa sekta binafsi. Unajua kila mwezi huwa tunakatwa zile asilimia kadhaa ambazo baadaye ukistaafu unalipwa mafao. Sasa yale mashirika yanakwenda yanaunganisha zile fedha, yanafanya uwekezaji. Kwa tunasema ni institutional investors, ni mashirika na makampuni. Namba 2 kundi la pili ni mashirika na makampuni. Sasa moja ya changamoto tulionayo, kwa mfano hapa Tanzania tuna mashirika machache sana na makampuni machache sana ya uwekezaji. Na ukisema mashirika haya yanaweza kuanzishwa na serikali au yanaweza kuanzishwa na sekta binafsi. Mfano hata sisi chemba ya biashara tulishawahi kuanzisha kampuni letu la uwekezaji. Likawa inaitwa TCCIA Investment Company. Ambalo juzi wamelibadilisha jina linaitwa Afripraise. Hili ni kampuni la uwekezaji, kwamba ninyi kama wanachama wa shirika fulani mnaunganisha nguvu na mnakwenda mnafanya, taasisi yenu ile inakuwa sasa inafanya uwekezaji kwa niaba yenu na inakuwa inawalipa mafao. Sasa tofauti ya mashirika ni kwamba wao wana ukomo, watakulipa kwa muda fulani na baada ya muda ule yale malipo yanakoma, lakini lile shirika linaendelea kuwepo kuwalipa wengine na wengine na wengine. Kwa hiyo ni ushirika, ni namna fulani ambayo tunasema wakati mwingine lazima pia ukiwa wewe ni mwanachama wa shirika linalolipa mafao, ujiongeze pia uwe ni mwekezaji kwenye shirika lingine ambalo hata utakapostaafu utaendelea kulipwa faida na magawio. Na hasa hapo unakuja habari ya makampuni. Kwa kundi la pili ni mashirika, serikali, mashirika pamoja na mashirika. Mwekezaji wa tatu sasa ni mtu mmoja ambaye sasa sisi ndio tunamwangalia, ndio mimi na wewe. Ndio sisi pia Beni tunaruhusiwa kuwa wawekezaji. Hapa tunawaita kwa kitaalamu retail investors au wawekezaji binafsi au wawekezaji kama mtu mmoja. Sasa ndio tuangalie vizuri. Na takwimu zinaonyesha kwamba nchi za Afrika nyingi hawa wawekezaji binafsi au wawekezaji mmoja ni moja ya eneo ambalo bado watu wengi hawajajielewa. Mfano, kila mtumishi wa umma, na ndio maana wewe upo hapa. Na ndio maana tulisema sisi kwamba kila Jumatano na narudia tena mtazamaji, sisi kila Jumatano tumekutengea dakika 30 tu uweze kujua dhana nzima. Manake serikali inasema uwekezaji na nini. Sasa huyu ni mdau wa sekta binafsi. Anakuja hapa kutoa elimu ya bure kabisa kwa umma kuhusiana na uwekezaji. Mwekezaji ni nani, anatakiwa afanye nini, awekezeje, nini ili mwisho wa siku aweze kunufaika. Sasa kupitia hii dhana ya uwekezaji binafsi ndio eneo ambalo sisi Hyper tumefanya utafiti wetu na tumepita kwenye tunaita literature review. Tumepita kwenye maandiko na taarifa mbalimbali za kiuchumi za Afrika na Tanzania. Tumekuta kwamba ni eneo ambalo
una ushirika au uhusika mdogo sana wa wananchi. Wawekezaji mmoja mmoja au wawekezaji binafsi kwa nchi nyingi za Afrika bado tuko katika viwango vya chini sana. Mfano nilitoa kwenye kipindi kilichopita na leo tunataka sasa nipanue zaidi kwamba ukienda kwenye nchi zilizoendelea angalau nusu ya wananchi wake watu wazima wanafahamu masuala ya uwekezaji na wanashiriki katika shughuli za uwekezaji. Lakini sisi nchi za Afrika kwa sehemu kubwa, yani watu ambao tunashiriki masuala ya uwekezaji tuko katika viwango vya chini sana, kiasi kwamba kwa Tanzania takwimu zinaonyesha kila watu 200 ni mtu mmoja tu ambaye anashiriki masuala ya uwekezaji mkubwa. Ukiacha hao watumishi wa umma ambao wako katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Ndio. Ukimaanisha kwamba mtu ambaye anamiliki hisa kwenye makampuni ya uwekezaji. Maana unaposema makampuni ya uwekezaji ni makampuni ambayo yanauza hisa kupitia masoko ya hisa au makampuni ambayo yanauza hisa lakini hayajasajiliwa kwenye masoko ya hisa. Mfano sisi Hyper ni kampuni ambayo hatujasajiliwa kwenye soko la hisa lakini tunauza hisa. Kwa hiyo mwananchi akitaka kuwekeza na Hyper atakuja atawekeza na Hyper. Kwa hiyo tumekuta kwamba wawekezaji binafsi ambao wanapaswa kuwa na mchango mkubwa wa kumiliki haya makampuni wengi hawana elimu ya kutosha kuhusu masuala ya uwekezaji. Na ndio maana sasa mimi nimependa sasa hii plani yako ya kuwaelimisha Watanzania kuhusu masuala ya uwekezaji. Na sisi tumepanga kila Jumatano kwa kweli. Narudia tena, kila Jumatano saa 1:30 mpaka saa 2 kamili. Tunakuwa na elimu ya kina ya uwekezaji. Ili mtazamaji uweze kujua tunapoongelea dhana nzima ya uwekezaji tunamaanisha nini, unatakiwa ufanye nini ili kuweza kuwekeza na mwisho wa siku kesho kutwa haupo. Naam. Sasa ile mali yako badala tu ya kutapanywa huku na huku watu waichezee na nini inakuwa sehemu hapo inakuwa inasaidia vizazi na vizazi. Ndio alivyosema Ndengo hapa. Sasa Beni, hawa wawekezaji binafsi wana maeneo kama 4 ambayo wanaweza wakayatumia kufanya uwekezaji. Eneo la kwanza ni kwamba serikali yenyewe kwa sababu pia ni mwekezaji mkuu imetengeneza mfumo ambao mwananchi mmoja mmoja anaweza akawekeza na serikali. Kuna kitu kinaitwa bondi za serikali au dhamana za serikali zinazouzwa na benki kuu. Kila mara unapofuatilia kwenye mifumo ya taarifa utasikia dhamana za serikali, benki kuu inauza dhamana za serikali. Hizi ni fursa za uwekezaji ambazo mwananchi anaweza akanunua bondi. Akanunua bondi na akawa ananufaika na bondi za serikali. Na serikali inapokuwa inauza bondi kwa lugha rahisi ni kwamba inawachukua wananchi wanaikopesha serikali. Serikali inataka kufanya mradi tuseme ujenzi wa daraja la Magufuli. Ndio, Busisi. Sasa wakati mwingine serikali inaona kwenye vyanzo vyake mapato yake yote ya sasa yameshaingizwa kwenye mfumo wa budget. Inataka mapato ya ziada. Njia rahisi inauza bondi. Ikishauza bondi inapata mapato, inafanya miradi ya maendeleo, alafu wananchi walioikopesha serikali kupata yale mapato wanakuwa wanalipwa faida ya uwekezaji. Na hizi bondi zinakuwa labda miaka 15, miaka 20, 25. Kwa hiyo serikali inakwenda kulipa faida kila miezi 6, unapata faida. Alafu baada ya ule muda mliokubaliana wanakurudishia mtaji wako kama ulivyo. Huyu anakuwa yule mtu aliyenunua ile bondi anaitwa ni retail investor, ni mwekezaji binafsi ambaye tunamjadili. Kundi la pili, huyu mwekezaji binafsi pia anaweza akawekeza kwenye mifuko ya pamoja, inaitwa mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Tanzania mfuko maarufu sana unaitwa UTT. Ulishawahi kusikia? Kundi la tatu, huyu mwekezaji anaweza akanunua hisa za kampuni. Sasa hili eneo la hisa ndio ambalo siku moja itakiwa sasa utengeneze kipindi tuje tulizungumze kwa upana, maana Watanzania la hisa tena ni ugonjwa mkubwa sana kwa Tanzania. Wengi hawajui hisa. Naam. Unawekaje, unafanya nini, unavunaje? Maana ukiangalia hii mifumo miwili, kwa mfano bondi za serikali na UTT wao hawafanyi biashara. Ila wanawekeza kwenye UTT hawafanyi biashara ila wanawekeza kwenye makampuni ya biashara. Sasa haya makampuni ya biashara ndio yanayouza hisa. Kwa hiyo mwananchi badala ya kwenda kuwekeza UTT ili UTT aende kununua hisa, anaweza yeye mwananchi moja kwa moja akaenda kununua hisa za kampuni. Sasa hisa ndio mfumo wa uwekezaji ambao tunasema unazalisha faida kubwa haraka kuliko mifumo mingine yote ya uwekezaji. Kwa sababu hisa zina tabia kubwa mbili. Kwanza hisa zinakulipa faida kila mwaka, kila miezi 6, kila miezi 3 au kila mwezi kulingana na sera ya gawio la hiyo kampuni. Lakini hisa zina tabia zenyewe za kukua na kuongezeka thamani. Mfano, wakati tunaanza sisi Hyper, hisa yetu kwa tunauza shilingi 500. Hisa ilikuwa 500. Leo hisa inauzwa shilingi 1000. Kwa hiyo maana yake mtu aliyenunua hisa ya Hyper wakati tunaanza, leo tayari mtaji wake umesha double mara ngapi? Mara 2.
ile hisa akiiuza anaiuza kwa faida, kwa sababu alinunua 500 anaiuza shilingi 1000. Sasa kama wewe umenunua hisa kwa shilingi 500, baada ya miaka 3, 4, 5 ile hisa ikiwa imefika labda tuseme shilingi 5000 au 6000, maana yake mtaji wako automatically umeongezeka. Okay. Na hisa zina tabia ya kuongezeka thamani kulingana na ukuaji wa uchumi, kulingana na ukuaji wa sekta yenyewe. Uliza kitu gani kinafanya mpaka hisa inapanda juu? Okay. Ni umesema ni namba 1, uchumi wa dunia kwa ujumla una influence ukuaji wa hisa. Namba 2 ni ukuaji wa sekta ambayo hiyo kampuni yako inafanya biashara. Jinsi ile sekta inavyozidi kukua, maana yake inaipa na thamani hisa kuongezeka thamani pia. Hisa inapanda thamani. Okay. Namba 3 ni ufanisi wa management ya ile kampuni. Jinsi ile ambayo kampuni uongozi wake unatengeneza mikakati. Kama mchezo wa mpira tu. Jinsi ambavyo kocha anapanga kikosi chake kwenda kufunga na kuchukua ushindi, inaongeza thamani. Wanatoa motisha, exactly. Nini wana mipango mizuri endelevu. Ile inaifanya hisa inapanda bei. Inapanda bei. Lakini pia ile kampuni inapokuwa ikipata faida kwa ujumla, inaifanya pia hisa nzima ipande thamani. Alafu uwekezaji wa hiyo kampuni yenyewe. Kampuni pia jinsi inavyopanua miradi yake ya uwekezaji, jinsi inavyowekeza kwenye sekta zingine, kwenye nchi zingine, zinaifanya pia hii hisa iweze kuongezeka thamani. Sasa katika hali ya kawaida tunategemea kampuni inapoanzishwa maana yake inaanza kukua. Maana haiwezekani wewe leo Ben umeanza unahudumia wateja 10, alafu miaka 5 ijayo bado unahudumia wateja 10. Kama wewe unafunga tu hiyo. Unatakiwa ufunge. Lakini kama umeanzisha kampuni unahudumia wateja 10, baada ya mwaka mmoja unahudumia wateja 1000, baada ya miaka 5 unahudumia wateja 50,000, maana kampuni inavyozidi kukua ndivyo inavyoijenga ile thamani ya hisa yako, na hisa inaongezeka thamani. Na mwisho wa siku maana yake ni kwamba uliwekeza labda milioni 1 kwenye hiyo kampuni. Baada ya miaka 5 unaweza kukuta ile kampuni kwa thamani ya hisa yake sasa unaweza ukaziuza zile hisa kwa milioni 5, milioni 7, milioni 10, na mtaji wako unakuwa umeongezeka. Kwa hiyo ni eneo la tatu ambalo huyu mwekezaji binafsi anaweza akawekeza, masuala ya hisa. Na eneo la 4 ni tunaita sasa ni uwekezaji kwenye biashara binafsi. Uwekezaji kwenye biashara binafsi. Unamaanisha nini hapo? Kwamba wewe Beni kama una mtaji, badala ya kununua hisa, badala ya kununua bondi za serikali, badala ya kununua vipande vya UTT, unaweza ukaamua pia pesa zako ukatengeneza ukaanzisha biashara. Lakini ile biashara uitengeneze iwe katika mfumo ambao itakuwa na ili ije iwe faida kwa wewe mwenyewe, watoto wako, vizazi vyako, wajukuu na kadhalika. Kwa hiyo kama unaweza ukajenga hiyo biashara yako ikawa katika mfumo wa taasisi endelevu, basi tunasema hiyo ni biashara binafsi, na yenyewe inakwenda inafika hatua inakuwa ni uwekezaji ambao unaweza sasa ukawagawia watoto wako hisa. Yaani badala ya kubaki tu ni Ben and Company peke yake, ikawa sasa ni Ben na watoto wako wana hisa, mke wako ana hisa, ndugu zako wana hisa, kwa jinsi ambavyo utakuwa umeitengeneza ile framework ya kampuni yako. Kwa hiyo maeneo hayo yanatoa fursa kwa wananchi kuwekeza. Sasa tulichokuja kukiona ni kwamba biashara nyingi Tanzania haziko katika mfumo wa uwekezaji. Serikali imetengeneza mazingira rafiki sana kwa wawekezaji wa ndani, kama mtu mmoja, kama kampuni za uwekezaji, lakini bado tuna watu wachache sana wanaotumia zile fursa. Mfano sasa hivi kuna movement ya kitu kinaitwa miradi ya PPP. Miradi ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Yaani serikali imefika sehemu ikasema jamani, badala ya sisi kuhangaika kuanzisha miradi na sisi ndio tukawekeza kama serikali. Na kwa sababu sisi serikali ajenda yetu kubwa sio biashara. Biashara nyingi zinakuwa zinaenda kwa hasara na tunapata haziendi katika ufanisi. Kwa tumetoa fursa kwamba kuna miradi ambayo sekta binafsi mnaweza mkaja tukashirikiana na tukafanya biashara. Sisi tukatoa labda ardhi, alafu ninyi mkawekeza. Sisi tukanunua hisa kidogo kwenye mradi wenu, na sisi ninyi sekta binafsi mkawekeza. Na juzi hapa uliona kwa mfano waziri wa ujenzi Profesa Mbalawa alitangaza kabisa kualika sekta binafsi kwamba twende kwenye biashara ya ujenzi wa miundombinu kwa ajili ya reli za mwendo kasi. Kwamba wanatamani Tanzania iwe na reli za mwendo kasi nyingi, sio tu hii moja ya Dar es Salaam Mwanza. Na alisema hiyo habari pia tulirusha. Yaani wanataka ikiwezekana kona zote za nchi ziunganishwe katika mifumo ya reli za mwendo kasi. Lakini sekta binafsi wamepewa sasa hiyo fursa. Kwamba badala ya serikali kutafuta fedha na kuwekeza yenyewe, basi sekta binafsi tuingie pale na tushirikiane na serikali kuanzisha. Sasa
Haiwezekani Beni wewe leo mtu mmoja ukaenda kuingia ubia na Profesa Mbarawa kama waziri wa ujenzi kwa ajili ya mradi wa mwendokasi. Ziko mifumo ambazo zimewekwa kitaalamu ili sisi wananchi tuweze kushiriki uwekezaji mkubwa. Na hapa ndipo ambapo tunakuja na ajenda ya uanzishwaji wa makampuni ya uwekezaji, makampuni ya umma, makampuni ambayo yanaitwa makampuni ya hisa. Ili makampuni haya yasaidie sasa kuwaleta Watanzania pamoja twende kwenye miradi hiyo. Kwa hiyo hapa tumekusudia sasa kwamba PPP zote ambazo serikali itazitangaza, tutakuwa sasa tunaalika wananchi kushiriki ule uwekezaji. Sasa unashiriki vipi? Maana yake tunasema labda mradi una thamani ya bilioni 30. Tunauza hisa za Hyper, tunapata bilioni 30, tunakwenda tunawekeza kwenye ule mradi. Kwa kule mradi utakuwa endelevu miaka 50, miaka 100, 200 ijayo. Maana yake hisa zako wewe zitakuzalishia faida, mapato kwa namna ambayo utanufaika miaka 50 ya huo mradi, miaka 100 ya huo mradi. Na wewe utakapokuwa haupo, kizazi chako, manake watoto, wajukuu wataendelea kunufaika na kumiliki zile hisa kupitia ule mradi. Sasa sisi Hyper tumekuja na ajenda ya ujenzi wa makampuni ya umma, ujenzi wa uanzishaji wa makampuni ya uwekezaji, ili hatimaye yaweze kusaidia Watanzania kuhusika katika hizi fursa zinazotengenezwa na serikali. Kuna fursa kwenye sekta ya utalii, kuna fursa kwenye sekta ya miundombinu, kuna fursa kwenye sekta ya ujenzi, kuna fursa kwenye sekta ya elimu, kuna fursa kwenye sekta ya fedha, kuna fursa kwenye sekta ya madini, nishati na kadhalika. Sasa badala ya kuwasubiri wa China na wazungu ndio waje kuwekeza hizi fursa, pia kupitia kampuni zetu za umma, sisi wananchi tunaweza tukashiriki katika uwekezaji huu. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa kuambia Watanzania kwamba kuna kampuni mpya sasa kwenye soko la uwekezaji inaitwa Hyper PLC, ambayo inawaunganisha Watanzania kujenga mitaji ili tuweze sana sisi kwenda kushiriki fursa kubwa kwenye hii miradi. Na kwa sababu nikafahamu kwamba Watanzania wengi hawana elimu ya kutosha kuhusu masuala ya uwekezaji, tumetumia miezi 4 tumeandika kitabu chetu cha masuala ya uwekezaji. Kinaitwa Maswali na Majibu kuhusu uwekezaji. Maana tulijua watu wengi watatuuliza maswali, uwekezaji ni nini? Ninafaika vipi? Mimi nitapata faida gani nikishiriki katika masuala ya uwekezaji? Kwa hiyo tumetengeneza kitabu hiki na sasa tumekileta kwa umma kwamba ni kitabu ambacho kitatoa pia elimu ya kutosha kuhusu masuala ya uwekezaji. Na kitabu hiki Beni tumekiweka maktaba zote za taifa. Kitabu hiki tumekiweka kwenye mabookshop mbalimbali, mwananchi anaweza kwenda kununua. Na kitabu hiki kinauzwa shilingi 10,000, lakini tumesema ili kuwapa wananchi wetu fursa zaidi, tumesema kitabu hiki sasa kitauzwa kwa shilingi 5,000. Lakini tukasema pia watu wengine wanaweza wasiwe na muda wa kukitafuta hiki kitabu physical, wakakipata katika hard copy. Tumekiweka pia kitabu hiki kwenye mfumo wa soft copy. Ukiingia kwenye mtandao wetu, kwenye soko letu la Hyper ambalo lipo kidijitali, pia unaweza ukasoma kitabu hiki na ukapata maarifa ya kutosha kuhusu masuala mazima ya uwekezaji. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania waje wajifunze uwekezaji na sisi tuingie kwenye dhana nzima hii ya kushiriki kwenye uwekezaji, na hasa uwekezaji mkubwa. Sio kama bado unataka kufahamu zaidi kuhusu masuala ya uwekezaji Beni. Mimi nimekaa kimya ili uelezee. Mtazamaji, mimi sio kama maswali, sina maswali ndio zaidi ya 100, lakini nilichokuwa nataka nilitaka Bwana Boniface Ndengo akuelimishe kwa kina. Nani kweli kwa kweli kama sisi tunawekeza kidogo sana, lakini kuna fursa nyingi sana Tanzania. Naam. Kwenye utalii, kwenye michezo, yani kwenye kilimo, kwenye mambo mengi sana. Ndio. Tunaweza kufanya hivyo na mwisho wa siku tukaisaidia hata serikali kuweza masuala mazima ya kodi. Sasa kwenye hiki kitabu kina maswali na majibu kuhusu uwekezaji. Kwa mfano, labda mtazamaji nikusomee swali moja tu. Hapa kuna swali moja linasema hivi: uwekezaji ni nini? Yaani kwenye hiki kitabu hiki aliyokuwa anasema ndugu yangu Ndengo hapa, majibu yote yamo. Na Tanzania sisi, kuna mtu mmoja aliwahi kututania kwamba Tanzania ukitaka kumuibia wewe chukua hata dola 10,000 weka kwenye kitabu alafu mwambie hiki kitabu hebu kisome na kupa wiki moja wewe umekimaliza. Ataipoteza hiyo fursa. Hiyo ataipoteza kwa sababu atakuwa anaingia kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye nini, lakini vitabu anashindwa kusoma. Na Beni nikwambie, mimi nimefanya kautafiti kangu kadogo, nimefahamu kwamba kwa mahitaji ya dunia ya sasa, mtoto akishafundishwa kusoma, kuhesabu na kuandika, elimu muhimu inayofuata anayotakiwa kufundishwa kwa upana na akaielewa ni elimu ya uwekezaji.
Yaani tumefahamu kwamba sehemu kubwa ya umaskini wetu katika ngazi ya familia upo kwenye kutofahamu masuala ya uwekezaji. Kwa sababu kama utamfundisha mtoto kuweka akiba, unajua akiba ni mfumo wa uwekezaji ambao hauzai faida. Kumbe akiba ni mkakati wa kwenda kwenye uwekezaji. Kwa hiyo watoto wote ambao wamefunguliwa akaunti za akiba walitakiwa wafundishwe kubadilisha zile akiba kwenda kwenye uwekezaji. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kama familia itaweka kikao, ikiwezekana hivi vitabu vifike kwenye kila familia, afu kila jioni kabla hamjalala mjadili angalau swali moja linaruhusu uwekezaji, na ndio mkalala, mtakuwa mmepiga hatua kubwa. Sasa wawekezaji wadogo pamoja na nisema wajasiriamali wadogo, kuna swali hapa sehemu ya 19, kuna swali nasema wajasiriamali wadogo wanaweza kupata faida gani za ziada zitokanazo na uwekezaji? Naam. Yaani faida za ziada kutokana na uwekezaji. Sasa wewe mjasiriamali kila siku unatafuta maarifa, wale watu wakuja kufundisha hawapatikani, wakati mwingine wanakuwa na gharama kubwa. Sasa Star TV imekutengea tu kila Jumatano saa 1:30 mpaka saa 2 kamili uweze kuelewa dhana nzima ya uwekezaji. Lakini ukitafuta kitabu hiki moja kwa moja utaweza kuelewa mengi na mwisho wa siku utaweza kufanya uwekezaji uwe faida zaidi. Bwana Ndengo, kuna tulolisahau kweli? Niongezee mambo mawili muhimu. Yaseme. Kwamba kama sehemu ya kuliamsha taifa letu kwenda kwenye uwekezaji, ndio sisi tumeamua kwamba hivi vitabu viende nchi nzima, na tumeanzisha pia klabu za wawekezaji na wabunifu wadogo, shule za msingi na sekondari. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania watusaidie kutuunga mkono kwamba hivi vitabu tunatamani vizalishwe kwa wingi, tuende tufungue maktaba kwenye shule zote, maktaba za uwekezaji, ili watoto wetu wanapokuwa wamepata muda wa ziada waende wasome vitabu hivi. Kwa sasa tumeanza kuviweka kwa uwezo wetu mdogo kama Hyper, hivi vitabu tumeviweka maktaba zote za taifa. Ambapo kwa hiyo watu wanafunzi tunawahamasisha kwenda maktaba kusoma hivi vitabu, lakini pia yule ambaye atataka kuwa na kitabu chake mwenyewe basi atapita bookshop na atakinunua. Lakini tumeweka shilingi 5,000 badala ya 10,000. Lakini tumeona kwa sababu msingi mkuu wa elimu upo elimu ya msingi na sekondari, tunahitaji kufungua klabu za uwekezaji shule za msingi zote Tanzania. Very good. Na shule za sekondari zote Tanzania. Very good. Kwa hiyo tunahitaji angalau unaponunua tu kitabu hiki kimoja, unatuwezesha sisi kuzalisha vitabu vingine ambavyo tunakwenda kuvipeleka kwenye maktaba za shule za msingi na sekondari. Hili ni jambo ambalo nimeona niliseme ili Watanzania watuunge mkono. Lakini pia natamani Watanzania la pili. Natamani Watanzania sasa wafuatilie na kuielewa kampuni yetu ya Hyper. Kwamba hii kampuni ni kampuni ambayo tumeitengeneza iwe ni taasisi ya kiuchumi inayotoa fursa za uwekezaji kwa wote. Ndio. Na tunatamani kwamba kila Mtanzania ikiwezekana ambaye amesikia habari za Hyper afanye kuthubutu tu kununua hata hisa moja ya Hyper. Ndio. Ambayo kwa sasa ni shilingi 1,000. Anunue tu hisa moja ya Hyper ikiwa ni mchakato wa kutaka kujifunza. Na baadaye atakuja kuona hiyo hisa moja itakavyompa faida. Kwa hiyo tunatamani Watanzania wote sasa waielewe hii ajenda ya uwekezaji na waelewe fursa ambazo Hyper anakwenda kuzitengeneza kwenye tasnia ya uwekezaji, kwenye ekolojia nzima ya uwekezaji, na ikiwezekana wathubutu kushiriki ajenda hii ya uwekezaji mkubwa. Na ninaamini kwamba kwa mkakati huu miaka 2-3 ijayo tunaweza kuwa sisi ni taifa linalofanya vizuri sana katika ajenda ya uwekezaji. Na utafiti wetu unaonyesha kwamba kwa nchi za Afrika, Tanzania ni kati ya nchi ambayo tuna makampuni machache ya uwekezaji. Makampuni machache ya uwekezaji. Ziko nchi ambazo zinafanya vizuri, japo na zenyewe bado hazijafanya vizuri sana. Tunatakiwa tufanye vizuri. Sisi tumekusudia miaka hii 3 tuunde makampuni mengi ya uwekezaji ambayo yatatusaidia kuipa jamii yetu fursa za uwekezaji. Na sasa hapa natoa wito kwa watu wabunifu. Kama una wazo zuri la kibiashara, Mr. Ben, waambie kabisa umma kwamba kama mtu ana wazo zuri la kibiashara ambalo yeye analiona ni wazo kubwa, lakini yeye peke yake hawezi kulifanya likatokea na likajengika kuwa taasisi kubwa ya kibiashara, basi namkaribisha alilete Hyper, tulitengeneze kuwa ni kampuni ya uwekezaji, tuuze hisa kwa umma wa Tanzania, na hizo hisa zisaidie kujenga haya makampuni, tuwekeze kwenye sekta zote. Tanzania tuna utajiri mkubwa sana kwenye sekta za kilimo, sekta za madini,
tuna sekta ya utalii. Ndio. Lakini wawekezaji wakubwa sio sisi. Wawekezaji wakubwa sio sisi. Kwa hiyo natamani sasa kama kuna wabunifu, maana tunasema sasa hivi tunatembea kwenye kliniki za ubunifu na uwekezaji. Kama kuna wabunifu wenye mawazo makubwa ambayo yakijengwa yanakuwa biashara, basi sisi Hyper tumekubali kuwa taasisi ya kujenga hizo bunifu zao ziwe makampuni ya kibiashara. Naamini mpaka hapo mwekezaji atakuwa amepata mwanga fursa gani anazipata kupitia kampuni yetu ya Hyper, lakini na kliniki za biashara, ubunifu na uwekezaji ambazo tunaziendesha kwenye vipindi vyako ambavyo utakuwa umevitengeneza Mr. Ben. Sasa wewe ni mjasiriamali. Asante sana kaka Boniface. Naam. Wewe ni mjasiriamali mdogo kwa mfano. Wewe ni mfanyabiashara mkubwa wakati au mdogo. Wewe ni mkulima. Wewe ni mbunifu kama mimi hapa. Mimi nafanya ubunifu wa mambo mengi. Wewe ni mtu ambaye uko katika kada mbalimbali na unahitaji kuwa mwekezaji mzuri. Ili mwisho wa siku uweze kuwa mwekezaji mzuri na kuweza kutengeneza faida. Na alichokisema pia Boniface ni kwamba hata kule shuleni watoto wetu wadogo, maana kama kuna klabu za kupambana na rushwa, kuna klabu za mazingira, kuna klabu za kulipa kodi na nini. Sasa ni vema pia watoto wetu kule tukawafunza kuhusiana na uwekezaji. Tanzania ukiona sasa hivi serikali ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia tumewekeza sana kwenye miradi mikubwa ambayo kila mtu anaifahamu. Sasa ni kwa nini watoto tusiwafundishe wawekezaji mwisho wa siku waje waisaidie nchi yetu? Boniface Ndengo na kuwa naye kila siku ya Jumatano. Kila Jumatano niko naye hapa. Kwa ukitaka kujua mengi kuhusiana na uwekezaji na faida zake, kila Jumatano yupo hapa na dakika 30 za kuweza kupatia elimu bure kabisa ambao ukienda sehemu nyingine unailipia. Maana yake ukienda mimi nishaenda Marekani na maeneo mengine. Ukitaka kupata elimu ya mtu fulani ukampigia simu mtu ambaye ni mbobezi katika eneo hilo, jamani naomba tukutane sehemu fulani, anakuchana. Mfano mimi mwenyewe ukiniita live kwenye seminar. Yaani kila lisali moja ni shilingi 7,500 kuendesha hiyo seminar. Lakini hapa ulipo wewe unatazama Star TV, unapata maarifa bure kabisa. Na pia kuna hiki hapa kitabu ambacho ni shilingi 5,000 tu. Mimi nikushukuru sana. Sasa mwisho, hebu wapatie mawasiliano. Sasa haya mawasiliano ambayo anayatoa, hebu mumpigie basi. Mpigie simu, muandikie ujumbe mfupi, muulize mengi. Kama hiki kitabu unakihitaji ni yeye. Kama unahitaji maarifa ni yeye. Kama unahitaji kuwekeza ni yeye. Kama kila kitu. Mimi baada ya hapo usinipigie simu. Wewe mpigie simu, wasiana naye. Tupatie namba ya simu. Asante sana Ben. Na kabla sijataja namba nikwambie kwamba hizi fursa za uwekezaji zinawafaa makundi yote ya kijamii. Ndio. Yaani natamani sasa watumishi wa umma wafuatilie huduma za uwekezaji, lakini vijana mashuleni na vyuoni. Yaani badala tu Ben kukaa unasoma, yani miaka 3 wewe unasomaga tu lakini bila kuzalisha. Kupitia uwekezaji unaweza ukawa unazalisha. Kwa hiyo vijana walioko mashuleni na vyuoni, hizi ni fursa ambazo zinaweza kuwafanya pia na wao wakaanza kuzalisha. Nunua hisa hata 50. Yaani kila mwezi zitakuwa zinakuzalishia kitu fulani, angalau unapata pesa ya voucher, unapata pesa ya bando lakini hata wakati mwingine hata pesa ya chakula. Baada ya kuwa unamsumbua mzazi, wekeza. Lakini hizi fursa pia tumezitengeneza maalum pia kuwasapoti watu wenye ulemavu pia wanaweza wakawekeza. Ni fursa rahisi kwao. Sasa mtu ambaye anataka kunipigia Beni simu sasa apige 0755 947 943. Watu wasikii vizuri. 07 wakati mwingine wanasikiliza lakini hawasikilizi vizuri. Rudie tena huko. Ni 0755 947 943. Kwa maana ya 0755 947 943. Na mimi wameipata. Kuna wale ambao mlikuwa mnakaa nyuma darasani, backbenchers. Lakini pia Ben wakitembelea pia tovuti yetu www.hyper.net watafuta tu pia hiyo namba ya simu. Lakini pia tuna kodi yetu tunaita menu ya Hyper. Anaweza pia akapiga nyota 149 nyota 46 nyota 23 alama ya reli. Akipiga pia anatupata. Haya, rudia tena namba hapa. Namba ya simu. Mtazamaji mimi narudia tena. Naam. Ni lazima tujifunze uwekezaji vizuri. Tuikomboe nchi yetu. Yes. Lakini ukiacha kuikomboa nchi yetu sisi wenyewe, familia zetu, manake sisi ni wazee watarajiwa. Kesho Mwenyezi Mungu amefanya yake. Hao wanaobaki watafanya nini? Lazima tujifunze pia uwekezaji. Hebu namba yetu ni 0755 947 943. 0755 947 943.
3. Iki umenipatia zawadi. Hiyo nimekupa zawadi, na nilijua pia Mr. Habibu atakuwepo, lakini kama hayupo nampa pia. Nampa ladha. Utampa pia zawadi yake. Nitampa. Tunatamani Nampa ndugu yetu kwa sababu shikuwa analima matunda. Tumekusudia Ben hiki kitabu kila familia angalau ina vitabu 2 vitatu. Na watu ambao ni viongozi wanatakiwa wavisome zaidi hivi vitabu, kwa sababu vinasaidia kuwapa mawazo ya kibunifu ambayo yatawasaidia kupeleka maendeleo kwenye jamii zao. Lakini dukani anakipata kwa shilingi 5,000. Na kwa sababu tunaenda kwenye uchaguzi, tunatamani wagombea wote wawe na hiki kitabu kiwasaidie kubuni miradi ya kijamii. Moja, yani kwa mfano tunapopiga kampeni ukasema labda chama changu kitafanya 1 2 3 4 5 mimi nitafanya, lakini mwisho wa siku nawasomea basi hata vitu 2 vitatu. Jamani kwenye uwekezaji, ukitaka kuwa mwekezaji kwa sababu si ni wananchi. Kabisa. Ukitaka kuwa mwekezaji 1 2 5. Naam. Sasa mwisho wa siku. Asante sana. Nakushukuru sana. Nakushukuru pia. Tumegusa poti. Mwekezaji amejulikana ni nani? Kwa hakika. Wawekezaji ni kina nani? Ni serikali, ni makampuni na mashirika na watu binafsi pia. Wawekezaji awekeze nini? Na shuleni watu waenda kaika wekezaji. Naam. Basi nakushukuru sana. Asante sana. Huyu bwana ni msomi, ni mbobezi kabisa. Naam. Katika masuala mazima ya uwekezaji. Kwa hiyo kama uko kule Mahenge, kama upo si kule Malinyi, si upo mpaka Zanzibar wanatupata. Zanzibar upo si Mtwara, upo Lindi, upo wapi unahitaji kuwekeza, hebu kipigie hiki hapa kichwa. Bwana ni CPA. Kama CPA bwana ni certified kabisa. Anaweza kufanya kazi nzuri sana. Sisi ni madaktari wa biashara na uchumi. Kwa hiyo mpigie simu muulize. Mzee mnapiga tu simu kuuliza Simba amemfunga Yanga au Berkane watu wanafanya. Asante sana Ben. Asante mtazamaji, basi tumehitimisha hivyo sehemu yetu ya kwanza ya mjadala, na muda sio mrefu tutakuwa na mjadala wetu wa mwisho na tutajifunza mengi kuhusiana na maisha. Asubuhi hii ya leo nilikuwa naongea na kijana wangu, naambia nataka nilete ya bila lima, huyu anajua. Okay. Ndio maana nilisema nataka nilete mbegu ya cabbage. Naam. Nikamwambia nataka tulime na tikiti. Yes. Sasa tufanye hicho kitu kile katika mfumo wa kiuwekezaji. Nimesikia mbegu za mapapai. Uza hisa kwenye huo mradi, uza hisa. Yaani mbegu za mapapai, nimesikia za mapapai nyingi sana. Na eneo nataka nizunguke mapapai kote. Huyu anajua mimi nalima sana. Sasa huo mradi fanya uwe katika mfumo wa uwekezaji sasa. Watoto wanunue hisa kwenye mradi wako. Sahihi. Hiki kitabu ni kitumie. Asante sana. Kabisa. Umefika bwana Mike. Ndio nakuja bwana mtu. Sawa. Mambo. Salama kabisa. Kaka Boniface. Asante sana bwana. Tumeenda vizuri. Tuko vizuri. Basi sawa. Na ile mtaalamu wako wa recording space hatoi zile. Yaani unajua bwana, ngoja nikwambie, sisi tuna tatizo la copyright. Tukiangalia kwenye ile YouTube channel ile popote pale unaweka taarifa habari. Taarifa habari tu. Lakini sasa mimi sijui anajaribu nini. Lakini hatukai. Ile nitakachokuwa nakifanya mimi kwa mfano hiki hapa kipindi. Nitaongea na nani na huyu anipatie kipindi kizima. Kipindi kizima nikupa hiyo. Sawa kabisa. Dakika zetu zile. Alafu utawapatia vijana tabia jinsi ya kutengeneza. Yes. Hamna shida. Wewe nishika kwa sababu nilistahili sana kwa sababu mimi nishia kwa frustrated. Hamna shida. Sawa. Pamoja baba. Nakufahamu wewe ni jembe. Nashukuru sana. Nakupokea.